Epuka mazingira yoyote ambayo yanaweza akakusababishia ukakosea. Binti kijana yoyote ambaye unatamani kutoka kwenye changamoto yoyote ambayo unakuwa nayo, epuka sana mazingira yoyote ambayo yalikuwa yanasababisha ukosee, na mazingira yoyote ambayo yanaweza kasababisha ukosee. Amini kwamba upo ni mtu ambaye unaweza kukuta ulikuwa ni unazini au unatamani kutoka kwenye kuzini, au ambao unakuta unatamaa. Ili unatamani kwamba mimi hata siku moja basi nitoke kwenye tamaa ya vijana, nitoke angalau na mimi nijikute siku nafikiri vizuri. Binafsi nasema kitu ambacho kimenisaidia sana ni kuepukana na mazingira yoyote ambayo yanaweza kasababisha mimi nikakosea kwenye kuzini, kujikuta kwamba unakuna zinizini tu kama mbwa. Mimi binafsi imenisaidia ni kuepukana na yale mazingira. Lakini katika kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa kwanza inasema kwamba basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Wewe mtu wa Mungu binti kijana, unakuwa unazungukwa na watu wa staili gani? Kwa sababu watu ambao utakuwa unazungukwa nao sana ndio watu ambao watakuwa ni chachu au watakuhamasisha wewe kutoka kwenye kile kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua. Alimadamu wewe leo hii unakuta vijana kwa kipande kikubwa wanakupeleka spidi, lakini bado unakuwa una mazingira yale yale ya kushinda tena na wale watu ambao unakuta mijadala yao mikubwa ni kujadili vijana tu, kujadili wanaume, kujadili wanawake. Inakuwa ni ngumu kutoka hapo. Lakini hapa Ibrania 12:1 nasema kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, tuweke kando ile dhambi ambayo inatuzinga kwa upesi. Ni uwe mbali na mazingira yale ambayo yanaweza kusababisha ukakosea. Ni kwa sababu itakuwa rahisi mijadala ambayo utakuwa unaisikia, namna nyingi kazi ambazo unaweza kuwa unaziona katika yale mazingira ambayo unakuta sio supportive kwa wewe kuendelea kupiga hatua kutoka kwenye kile kitu, ila yanakuwa ni maisha mambo ambayo yanakuwa na kusupport zaidi kurudi nyuma tena kwenye kile kitu ambacho ulikuwa unakwama. Hivyo tu binti kijana, nikwambia kwamba moja ya kitu ambacho mimi binafsi kimenisaidia ni kuepukana na mazingira yale yote ambayo yanasababisha mimi naweza nikakosea, au ni kwenye ile dhambi ambayo inakuwa muda wote iko tu inanizinga, iko kichwani kabisa, ni ngumu sana kutoka. Ndio kwenye kile kitu, mfano kwenye kuzinizini inakuwa ni changamoto, tamaa iko spidi juu, inakuwa ni changamoto. Lakini unakuwa unazungukwa na watu wa staili gani? Umeshaamua kwamba mimi natamani kubadilika, unakuwa unazungukwa na watu wa staili gani? Mimi tu binti kijana nikwambia kwamba unapaswa sana kuepukana tu na mazingira yoyote ambayo anaweza kusababisha ukakosea. Yaani mazingira kwa gharama yoyote, kwa namna yoyote. Kwa sababu wokovu na gharama yake. Sio kwamba pengine uliambiwaga tu kwamba kwa Yesu tambalale no. Kuna gharama yake, kuna maisha takiwa uyaishi ambayo ni ya mlengo ule ule. Ni ya mlengo ule ule wa mambo ya Mungu. Uwezo kasema kwamba mimi nitakuwa nafanya tu hata nikiwa tu mazingira yale yale. Kwani kuna shida gani? Si nimeshaokoka? Hapana, sumu haionjwi. Swala ni moja. Wewe mtu ambao unajiona kabisa mimi kwenye zinaa napelekwa spidi, vijana wananipeleka spidi, epukana na mazingira yoyote, marafiki wowote ambao unaona kabisa huyu nikikaa naye tutakuwa tunafanya kazi ya kujadili wanaume. Huyu nikikaa naye basi atakuwa anafanya kazi ya kunipa tu kwamba yani jana nilifanya hivi. Zungukwa na watu ambao siku ya siku watakuwa ni hamasa kwako wewe kutoka kwenye kile kitu ambacho unakuna kwa. Uzungukwa na watu ambao kwa kipande kikubwa watakuwa wameweza kwenye kile kitu ambacho unakwama wewe, au ndo watu hangaika nao. Lakini yule mtu ambao unaona kabisa ni mtu wa kukuvuta nyuma, huyo mkimbie sana. Mazingira yote ambayo anaweza kufanya kabisa ukarudi nyuma tena kwenye kile kitu natamani. Mimi ni mtu ambao unakuta nilikuwa natamani sana kuacha
hata kusema tu hivi, mimi haiwezekani tu nikaja nikatulia, mimi haiwezekani tu nikatulia nikakuta tu ufahamu umetulia. Natamani yani najaribu. Nilikuwa na shida kwa sababu gani? Yale mazingira ambayo unakuta bado nazungukwa nayo, watu ambao unakuta unazungukwa nao, ile nguvu inakuwa hamna kabisa, inakuwa hamna. Lakini yote katika yote, mimi nasema kwamba binti kijana yoyote kubadilika inawezekana, lakini jambo kubwa ambalo mimi binafsi limenisaidia ni yani kuamua kwamba mimi for this time siwezi tena kufanya hiki. Zaidi msaada wa Mungu unahitajika sana, maombi sana yanaambatana na jitihada sasa za kusema kwamba mimi kwenye kile yani sirudi, siwezi kufanya vile vitu vinavyo vikakufanya vikawa vinakuvuta tena nyuma kurudi kwenye kile kitu, vyote tunaepukana navyo. Kwa sababu moja ya kitu ambacho unakuta wengi tunaharibika ni zile story unazokuwa unazisikia, lakini ukiwa umezungukwa na watu ambao wameweza kwenye kile kitu, kwa nasikia mimi niliweza hapa, mimi nimefanya hivi, na kwa ni rahisi. Lakini ukiwa unazungukwa na watu ambao muda wote watakuwa ni wakukuvuta kukurudisha nyuma, inakuwa ni changamoto kali sana. Lakini Waebrania 12 nasema, tazama umezungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tuweke kando ile mizigo na ile dhambi nayo tuzinga kwa upesi. Itakuwa ni rahisi sana mimi wewe kuvuka kwenye kitu kinachokuwa kinakusumbua, ikiwa utakuwa uko mazingira yale ambao utakuwa uko karibu nayo, au watu ambao wanakuwa nakuzunguka ni watu ambao wameweza kwenye kile kitu, kuliko kuendelea kung'ang'ania wale watu ambao unaona kabisa walikuwa navuta kukosea, ukawa unaendelea kung'ang'ana nao kwamba basi hivyo amna. Maisha haya yana gharama yake. Ukitaka kubadilika kuna gharama lazima uilipe. Yani haina maana sana wewe kuendelea kung'ang'ania marafiki. Kung'ang'ania marafiki wale ambao ulikuwa unaona kabisa ulikuwa wanakukosesha, ndio wao unaong'ang'ana nao, yani una spidi kabisa ya kung'ang'ana nao. Ni mtu ambao unakuwa unajivuta mwenyewe nyuma kwa ajili ya kukosea. Neema ya Kristo iwe pamoja nasi. Amen, amen.